nataka nichukue fursa hii kutoa rambirambi zangu za jamii na pia rambirambi za serikali nzima kwa wajane wa mzee Osogo na familia yake. Sisi sote tumekuja hapa kupeana heshima kwake kama mmoja wa wale waanzilishi wetu wa kitaifa. Kwa hivyo tunasema pole, pole, pole za dhati na za kiroho. Jambo la pili, nataka nifahamu ama nitambue kwamba tulikuwa na Ababu, tukakuwa na mzee Gumo, tukakuwa na mzee, si mzee sana lakini mheshimiwa Wanjala, naona speaker hapa na viongozi wengine wengi wa Busia County. Siku chache zilizopita wakati Rais wa Jamhuri ya Kenya alikuwa akizuru eneo letu, vile Waziri Ababu amesema. Tulikuwa hapa Busia, na wakati Rais alikuwa hapa pia alichukua muda wa kutoa heshima. Tulitoa ile heshima ya kusimama kuonyesha ishara yetu ya heshima kwa familia ya mzee Osogo, na pia kupitia kwa serikali yake. Serikali ya William Ruto ikawasiliana na imefanya uhusiano mwema na familia ya mzee Osogo ili kuhakikisha kwamba heshima ama ile nafasi ya kusema kwaheri kwa mzee wetu inakuwa ceremony ya kiheshima ya kitaifa. Asante sana Bwana Gavana, karibu. Kwa hivyo sisi tumekuja hapa kwa sababu mzee Osogo played a pivotal role in laying the foundation for this country. And when we came here, tunakuja na ile roho ya kusema ni lazima tupeane heshima ya kutosha kwa jamii, kwa familia, kwa mzee wetu ambaye alitulinda. Na ndio kwa sababu siasa nyingi ambayo tuliongea wakati wacha ningoja kidogo wazee wetu. Tafadhali tutulie, wageni ambao mmejiunga na sisi. Tutulie tafadhali. Tumempata Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary akituzungumzia. Kama tunaweza kutulia tafadhali kwa heshima, na alafu tusimamishe hizo ngoma kwa muda tafadhali. If we can just settle down quickly. The ushers, if you could help us to settle the guests quickly, please. Asante, please. Let us settle down. Let us settle down. Our wenzangu ambao wako hapa, if we could assist them to sit quickly, please. Isinyala musangalire Mheshimiwa Musalia. Mani ndo lao ni msangalire Mheshimiwa Musalia. Mkaribishe Mheshimiwa Musalia aendelee kutoa rambirambi zetu tafadhali. Your Excellency, please. Haya, asante sana. Asante sana Mheshimiwa Babu. Nilikuwa nimesema kwamba tumekuja ili tutoe heshima yetu, kwa sababu haya si mazishi ya Banyala peke yake. Haya ni mazishi ya kitaifa. Haya ni mazishi ambaye tumekuja kwa sababu huyu ni shujaa wa kitaifa. Tukisoma program tunaona
wizara nyingi ambazo amewahi kuhudumia, na tumeona viwanda vingi katika taifa letu la Kenya, sio tu eneo ya magharibi. Amehusika na viwanda kama ni Pwani, kama ni Thika, kama ni kwengine. Kwa hivyo yeye amekuwa kiongozi wa kitaifa. Na mimi niliwahi kusoma na vijana wake Stephen Osogo na John tukiwa wachanga. Mzee wangu alikuwa rafiki yake. Kwa hivyo kwa upande moja tunakuja kwa sababu ya huo rafiki. Lakini la muhimu zaidi, tunakuja hapa kwa sababu huyu ni kiongozi wa taifa. Na mara kwa mara ni vizuri tukifika wakati kama huu tupeane heshima ya kutosha kwa viongozi wetu wa kitaifa. Saa zingine sisi wanasiasa huwa na tabia ya ajabu. Unafika kwa mazishi pahali, hata unasahau kutoa ujumbe kwa jamii, unaongea tu mambo mengine. Paka unashangaa kwamba na hiyo nikiangalia kwa orodha ya Osogo, hiyo kabisa inaingilia wapi? Inaingilia pahali popote. Kwa hivyo ni vizuri tuwe tunapeana heshima ya kutosha wakati tunaenda kwa mazishi. Na haswa ukipewa nafasi kidogo na familia kuongea kwa mazishi kama haya. Mimi nataka tu niseme kwamba Mheshimiwa alikuwa mtu mkarimu. Hata nikapata kitabu chake ambacho ameweka autograph, niko nacho. Na yeye ana historia kubwa sana. Kwa hivyo mkipata nafasi, wala hamjashika kile kitabu, mimi nikuomba mtafute kitabu chake pia mpate nafasi ya kuangalia. Familia ya Osogo kwa kijumla imechangia sana taifa letu. Ndugu wa James ambaye alikuwa mkubwa wa elimu katika taifa letu, tena akachangia sana mambo ambayo tunajivunia sasa. Mimi nataka niwahakikishie kwamba heshima yake kwa roho zetu tutaikumbuka, na serikali hii imejitolea kushirikiana na familia kwa sababu that respect must be maintained. Kwa mambo mengine ambayo ni ya kisiasa, mimi nataka tu niseme kwamba kwa sekta ya elimu, serikali hii imeweka kwa bajeti over 630 billion shillings iende kwa elimu katika taifa letu. Na tukienda kwa zile universities, kupitia kwa budget ya serikali ambayo imepitishwa na bunge, pia kile kiwango kinaenda kwa universities kimeongezwa na mabilioni karibu 40, kuongeza budget ya zile pesa ambazo zinaenda kwa universities, ili universities zetu kama Lupe na zingine zipate pesa zaidi ya kujiimarisha na kufundisha watoto wetu. Kuna changamoto, siwezi ficha. Kuna changamoto za kiuchumi, na hizo tulizungumza hata tukiwa hapa na rais, tukiwa na governor. Kuna changamoto za kiuchumi, na kutoka kwa hiyo shimo la uchumi ama jangwa ambalo tulikuwa tumeingia itachukua muda kidogo, lakini safari hiyo imeanza. Mimi ni kuasihi tu kwamba tujitolee, tukijua kwamba kufikiria ama tukidhania tutapata mikopo nyingi kutoka nchi za ngambo itakuwa shida kwa muda huu kidogo, kwa sababu lazima uchumi uimarike na balancing iwe sawa,
ndio sasa baadaye tuende kule, lakini itatubidi sisi wote kama Wakenya tujikakamue. Kile ambacho ningependa kuhimiza ni kwamba tusipoteze wakati mwingi kwa mambo ya kimatusi. Let us build a united nation. Hata ukiwa kwa mrengo gani, lakini tuje pamoja. Wakati tulikuwa hapa na wakati tuliongea Kakamega, mimi sifichi, wakati ziara ya rais ilikuwa ikipangwa, tuliitisha tunataka tuone projects ambazo ni za serikali ambazo zinaendelea katika mkoa huu wa Magharibi. Na rais mwenyewe akasema, kweli kuna shida kuona projects kubwa ama nyingi ambazo ziko funded na exchequer katika eneo ya Magharibi. Ni jukumu letu, mimi, Ababu, Omotata, Governor, Wanjala, tushikane, tubadilishe wakati tunatengeneza mabudget. Tulete pesa nyingi katika eneo ya Magharibi ili tubadilishe huo mkondo na sisi tusimame kitu kimoja. Kwa sababu kienda kwengine wamejihami. Ukienda Mlima Kenya, kama ni mabarabara, tusidanganyane kabisa. Mimi nilisikia wengine wakisema hapa, lakini tusidanganyane. Ukienda Mlima Kenya, zile pesa za bajeti ya kitaifa ambazo zilienda kwa mabarabara kule, hawezi linganisha na zile zimekuja katika eneo hili. Lakini ni sisi tukiwa na unity of purpose, vile Osogo alikuwa akiweka msingi, we can turn and reverse this process together. Hapo ndio mimi nataka niseme. Sisi tukisema tunaunga serikali mkono, we are not scared. We are not scared. It's not about us being scared. Hiyo tuachane na hiyo porojo. Kwa sababu kweli wa mambo, serikali ilikuwa mikononi mwa Uhuru. Some of us went against that government and made a decision. And the government that we supported, the candidate we supported, is the one that is in power today. So it was a conscious decision. And it was a conscious decision because of exactly what I have said, that we realized the allocation of resources was heavily skewed against the people of Western Kenya. And there was no further justification in supporting Uhuru's agenda. Na hapo ndio tukasimama tukasema tupindue gari letu tuangalie kwingine. And this is the message I wanted to give when we are here. But most important, kama watu wa eneo hii ya Magharibi, let us be united. Tufanye kazi pamoja. Tuangalie pahali wakina Osogo walikuwa. Na nikipiga darubini yangu, nadhani amebaki mmoja tu kwa wazee wetu. Osogo first cabinet, lakini kuna mmoja amebaki, Monoko. Wetu, mimi, Ababu, Omotata, Governor, Wanjala, tushikane, tubadilishe wakati tunatengeneza mabudget. Tulete pesa nyingi katika eneo ya Magharibi ili tubadilishe huo mkondo na sisi tusimame kitu kimoja. Kwa sababu kienda kwengine wamejihami. Ukienda Mlima Kenya, kama ni mabarabara, tusidanganyane kabisa. Mimi nilisikia wengine wakisema hapa, lakini tusidanganyane. Ukienda Mlima Kenya, zile pesa za bajeti ya kitaifa ambazo zilienda kwa mabarabara kule, hawezi linganisha na zile zimekuja katika eneo hili. Lakini ni sisi tukiwa na unity of purpose, vile Osogo alikuwa akiweka msingi, we can turn and reverse this process together. Hapo ndio mimi nataka
niseme. Sisi tukisema tunaunga serikali mkono, we are not scared. We are not scared. It's not about us being scared. Hiyo tuachane na hiyo porojo. Kwa sababu kweli wa mambo, serikali ilikuwa mikononi mwa Uhuru. Some of us went against that government and made a decision. And the government that we supported, the candidate we supported, is the one that is in power today. So it was a conscious decision. And it was a conscious decision because of exactly what I have said, that we realized the allocation of resources was heavily skewed against the people of Western Kenya. And there was no further justification in supporting Uhuru's agenda. Na hapo ndio tukasimama tukasema tupindue gari letu tuangalie kwingine. And this is the message I wanted to give when we are here. But most important, kama watu wa eneo hii ya magharibi, let us be united. Tufanye kazi pamoja. Tuangalie pahali wakina Osogo walikuwa. Na nikipiga darubini yangu, nadhani amebaki mmoja tu kwa wazee wetu. Osogo first cabinet, lakini kuna mmoja amebaki, Munoko. Munoko is still alive and he's 100 years old. In fact, Mheshimiwa Gumo is telling me 102.